Asante, karibu tena katika kipindi chetu, katika chaneli yetu. Niko mbele zako hapa leo kukufundisha kipengele ambacho kinaitwa devotional ya muda. Tukumbuke kwamba katika devotional ya muda tulijifunza devotional katika mazingira ya jumla. Sasa leo ili kuijua zaidi tafsiri ya muda, tutajifunza vipengele 6 ambavyo vitazama zaidi katika kumuelewa zaidi muda. Muda ni nani? Muda anafanyaje kazi? Muda anafanya kazi na nani? Muda anafanya kazi wakati gani? Na kwa namna gani muda anafanya kazi? Hivyo basi, tutajifunza vipengele tofauti tofauti. Venyewe vipo vipengele 5 W na H moja. Sasa kwa leo tutaendelea na kipengele cha what. Tukumbuke kwamba kama tulivyotambulishwa katika devotional yetu ya 4 ya muda ambayo ilikuwa inazungumzia, alisema kwamba tuna vipengele 5: what, who, when, where, why and how. Sasa leo tunaanza na kipengele namba 1 W ambacho kinaitwa what. Nikusii wewe msikilizaji kuendelea kuwa msikilizaji makini na kuelewa nini kinafundishwa ili uweze kuzifanyia kazi. Kwa hiyo tutaanza na kipengele cha what. Sasa leo niko hapa kukufundisha neno muda, maana ya muda katika mazingira ya kiroho. Kwamba kiroho muda sio dakika wala saa tu, ila muda ni shahidi asiyezungumza, lakini anayethibitisha ukweli. Na pia muda ni chombo cha Mungu cha kufunua kile kilichojificha. Hapa tunaona kwamba kumbe muda ni ufunuo ambao Mungu ametupa na ambao umefunuliwa katika maandiko mbalimbali. Pia muda haudanganyi na muda hauna haraka. Muda ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa ufupi, muda ni kipindi cha kuthibitisha ukweli wa jambo fulani au ukweli wa mtu fulani. Kwa mfano, katika Biblia tunafundishwa kwa wazi kwamba kila jambo lina wakati wake na kwamba hakuna kinachoweza kufichwa kwa muda wake. Muda ndio utafunua ukweli wa kilichopo. Je, yaliyomo yamo? Sasa hapa tuone mbegu ya mparachichi jinsi inavyokuwa na tulinganishe na maisha ya binadamu yalivyo. Jamii au mtu yoyote anavyokuwa anapanda mparachichi leo asubuhi, asitarajie kuona jioni kwamba huo mti utazaa tunda jioni. Kwamba itapita miaka kadhaa, inaweza ikawa miaka 5, miaka 6, 7, hapo ndio huo mti wa parachichi unaweza kuzaa matunda. Hakuna muda, huwezi kukimbiza muda kwa sema ati siku 2 au umepanda asubuhi jioni upate matunda ambayo unafikiria yanaweza akawa mazuri. Sasa kama mti unahitaji miaka kuzaa, mti ukumbuke hauongei, yani mti wenyewe unafanya kwa vitendo, alafu baadaye unakuja kutoa matunda. Ndivyo hivyo mtu anavyohitaji muda kufunua ukweli wake, kwa sababu ukweli upo ndani ya moyo wa mtu na moyo wa mtu ni kichaka. Kwa hiyo huwezi kumjua mtu kwa siku 3, kwa siku 1. Ni lazima umpe muda. Lazima umpe muda, kama ambavyo mbegu ya mparachichi tumeiona hapo miaka kadhaa ndio inazaa ndio inazaa tunda, na matunda tunaona kabisa hata katika jamii. Matunda ya miti ya mparachichi tunavyoipanda inavyozaa inachukua muda, haichukui muda mfupi, na matunda yake yanakuwa mema, yanakuwa mazuri. Tuangalie mfano mwingine ambao unahusu chachu na unga. Hapa chachu amemaanisha kama vile hamira. Maana hamira huwa inachachua unga wa ngano. Sasa katika jamii tunaona kwamba
unapotumia chachu kwenye unga, ndani ya dakika 5 kunakuwa hakuna kitu kinachoonekana. Lakini ukisubiri masaa 2 au 3, ule unga unaanza kuvimba na mkate unaweza kuiva, kwa sababu umeupa muda na kusubiri ndani ya masaa kadhaa. Kwa maana ya kwamba chachu inafanya kazi yake kwa muda. Chachu haifanyi kazi yake kabla ya muda. Sasa chachu hapa inachukuliwa kama katika maisha yetu na jamii ni kile kipindi cha kujipa wewe na mtu ambaye unatamani uwe naye katika maisha, kazi ambayo unataka uwe nayo katika maisha, vitu vyako unavyovitaka uende navyo sawa katika maisha. Kwa hiyo hiyo chachu ndio inachukuliwa kama ule muda ambao wewe umempa huyo mtu kwa hiyo ili kuweza kuchukuliana naye na kuwa safi. Sasa ukichukua unga saa 1 unafikiri hakuna chachu. Vivyo hivyo ukichukua mtu wa siku 1 ukafikiri ana moyo safi, kumbe baada ya muda unaona roho mbaya au roho nzuri inajitokeza. Ni vile ambavyo wewe umechukua muda ukapata matokeo sahihi kulingana na Mfano mwingine tunauona katika msingi wa nyumba. Msingi tunaozungumzia hapa ni ndoa. Lakini swala la muda linakuja katika unavyoanza kuijenga gorofa. Gorofa yako maana yake ndio nyumba. Sasa nyumba yako huwezi kaijenga ndani ya siku 3. Huwezi kujenga msingi wako kwa siku 3. Msingi mzuri unahitaji wiki za kumwaga saruji, kuiacha ikauke, kuijaribu kabla ya kuongeza gorofa. Sasa tunaona katika ndoa, katika biashara, ushirikiano usio na msingi wa muda utaanguka. Ni lazima ujipe muda katika kufanya maamuzi ya kuikamilisha hiyo nyumba iwe sawa. Wale wanaoingia kwenye uhusiano haraka bila kuchunguza nyumba yao huanguka kwa muda. Mfano mwingine tunaweza kuona katika wanafunzi wanavyokuwa wameenda shuleni kusoma. Mwanafunzi anaweza kuwa na wasifu mzuri sana, anavaa sare vizuri, anapendeza vizuri, ana maneno matamu, lakini kipimo cha mwanafunzi ni mtihani. Ndio unaoonesha kwamba anachojifunza sio mavazi. Mwanafunzi ni shule, mwanafunzi ni mtihani, mwanafunzi ni kile anachojifunza. Mtihani haufanyiki siku ya kwanza ya shule. Yaani lazima umpe muda, kwa sababu kujifunza kunahitaji muda. Sasa hivyo mtu anaweza kuonekana mwema kwa nje, lakini mtihani, anapopata mtihani kama vile shida, dhiki, jaribu lolote anapolipata, hapo ndipo unaanza kuona moyo wake upoje, kwa sababu umempa muda. Mtihani wowote unahitaji muda ili uweze kuthibitisha kwamba jaribu ulilopitia, dhiki uliopitia, shida uliopitia unaitatua vipi ukiwa katika hali hizo. Hebu tuone mfano mwingine katika swala la muda katika kipengele cha saruji inayokauka. Saruji inapomwagwa inaonekana laini na rahisi kubadilika. Lakini baada ya siku 28 inakuwa ngumu na haiwezi kubadilishwa tena. Kabla ya hapo bado unaweza kuirekebisha. Lakini katika kipindi cha kwanza cha kumjua mtu, miezi ya mwanzo, unaweza kubadilisha maamuzi yake. Ila ukikimbilia kujiunga naye kabla ya muda, baadaye unakuwa umejifunga kwenye saruji ngumu isiyoweza kubadilika. Hivyo tunashauriwa tujipe muda katika kumjifunza mtu.
Mfano mwingine ni mtandao mbaya wa simu. Mtandao mbaya wa simu, unapotaka kupiga simu, unatafuta eneo lenye mtandao mzuri. Hautaki kusikia makelele kwamba nitakupigia baadaye, au mtandao hauko wazi kwa sasa, jaribu tena baadaye. Hautaki hivyo vitu. Manake unajipa muda. Unajipa muda. Vivyo hivyo, kabla ya kumwamini mtu, mpe muda ili uone kama mtandao wake ni wa kweli, uko wazi. Watu wengi wana mitandao mibaya. Wanaahidi lakini hawatimizi. Wanakwepa wanapohitajika. Kwa hiyo tujitahidi kusimama katika muda, kwa sababu muda utasema, kama ambavyo tumeambiwa kwenye maandiko matakatifu. Na hapa tunapata fundisho kwamba muda haudanganyi. Kwa nini? Muda haudanganyi kwa sababu ukweli wa mtu haufichiki milele. Muda utaufunua tu ukweli wake. Ndio maana tunashauriwa mpe muda, kwa sababu ukweli wake utafichuliwa. Namba 2, huwezi kukimbia hatua za muda. Muda ni lazima upitie. Kama mbegu ya mparachichi haiwezi kuzaa kesho, ndivyo na wewe huwezi kumjua mtu kesho. Lazima umpe muda. Muda ni vile ambavyo wewe unampa mtu, umejipangia mwenyewe utamjua mtu kwa muda gani. 3, msingi unahitaji muda. Msingi, yani msingi wa ndoa, msingi wa nyumba, msingi wa kitu chochote unahitaji muda. Usijenge uhusiano wa biashara juu ya msingi wa siku chache, utaharibikiwa. Namba 4, chachu mbaya hujitokeza kwa muda. Lazima ujipe muda. Ukimpa mtu muda wa kutosha, utaona kile kilicho moyoni mwake, chema au kibaya. Utakiona kama kilichopo ni chema au kibaya. Mpe muda. Jaribu kutumia muda vizuri. Namba 5, mtihani wa muda ndio ukweli. Usimwamini mtu kwenye sherehe. Mwamini mtu kwenye dhiki. Mtu akipata dhiki, akipata shida, ule ndio uhalisia wa mtu mwenyewe. Namba 6, kabla ya saruji kuwa ngumu, rekebisha. Ikiwa unashaka kuhusu mtu, usisubiri hadi iwe ngumu kubadilika. Mrekebishe kabla hajawa mgumu. Na mwisho, tunaona kwamba muda ni zawadi, si adhabu. Mungu anakupa muda ili usichanganye, ili usijichanganye. Tumia vizuri. Utumie muda vizuri ili usijichanganye na jamii. Tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa kutufundisha na kutupa zawadi ya muda. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya muda. Tunakushukuru kwa Biblia yako inayotufundisha kuwa kila jambo lina wakati wake. Tunakushukuru pia kwa mifano ya jamii kama vile mbegu ya mparachichi, chachu, msingi wa nyumba, pamoja na mitihani ambayo inatuonyesha wazi kuwa muda haudanganyi. Tusaidie tusikimbilie kuwahukumu watu. Tusaidie tusiamini kila anayesema maneno matamu siku ya kwanza. Tupe subira ya kungoja matunda kabla ya kuhukumu mtu. Tupe hekima kujua kuwa muda si adui yetu, bali muda ni shahidi wetu. Kwa jina la Yesu Kristu nimeomba na kuamini ya kwamba kila mmoja amepata uelewa na kufahamu kwamba muda ni shahidi wetu na si adui yetu. Je, umeelewa sasa kuwa muda si saa na dakika tu, bali ni shahidi wa ukweli? Comment
kwamba muda ni shahidi. Nimeelewa maana yake leo. Like kama unakubali muda udanganyi. Lakini pia share na mtu anayekimbilia maamuzi ya haraka na imani unamjua. Pia subscribe katika channel zetu, katika platform zetu, YouTube, TikTok, Substack, Spotify, Patreon, WhatsApp namba 0784224763 na WeChat namba 861523697502. Hii imeandaliwa na Dr. Heda Agostino Chale, Matunda ya Maisha, kwamba muda unaongea. Ukurasa wetu unahusu Biblia na jamii. Kipengele ni what? Muda ni nini? Karibu sana katika kipindi kijacho. Tutaendelea na kipengele cha huu anayehusiana na muda.